Hii ni stori moja. Nchini Tanzania, watu wengi hasa watu maarufu wamekuwa wakijinasibu juu ya gharama kubwa za ujenzi wa nyumba zao. Tumekuwa tukimsikia mtangazaji Mwemba Barton alimaarufu Mwijaku akijinasibu kuwa jengo lake ni moja kati ya magorofa ya gharama kubwa zaidi. Je, umewahi kumfahamu mhandisi aliyetumia gharama ndogo zaidi lakini kujenga jumba lenye ubora mkubwa? Vital Pavlovich Lagutenko, mhandisi na mbunifu kutoka Umoja wa Kisovieti, katika miaka ya 1950 alibuni mfumo wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kwa kutumia teknolojia ya prefabricated concrete, yani sehemu zilizotengenezwa kiwandani na kuunganishwa kwenye eneo la ujenzi. Mfumo huu uliwezesha ujenzi wa mamilioni ya nyumba za ghorofa 5 maarufu kama Khrushchevika kwa haraka na kwa gharama ndogo ili kukabiliana na uhaba wa makazi baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Katika nyakati za kisasa, mhandisi mwingine aliyefanikisha ujenzi wa jengo kubwa kwa gharama nafuu ni Zhang Yu, mwanzilishi wa kampuni ya Broad Sustainable Building nchini China. Mnamo mwaka 2011, kampuni yake ilijenga jengo la ghorofa 30 kwa siku 15 tu kwa kutumia teknolojia ya modular prefabrication, ambapo sehemu za jengo hutengenezwa kiwandani na kuunganishwa kwenye eneo la ujenzi. Teknolojia hii ilipunguza gharama za ujenzi hadi takribani $1,000 kwa kila mita ya mraba. Hivyo, Vital Lagutenko na Zhang Yu ni mifano ya wahandisi waliotumia ubunifu wa teknolojia kufanikisha ujenzi wa majengo makubwa kwa gharama nafuu zaidi. Je, umewahi kuwafahamu pia wahandisi waliotumia gharama kubwa kujenga majengo mabovu zaidi? Hawa tunaweza kuwafananisha na kina fundi Michael. Mhandisi Ronald O. Hamburger anajulikana kama moja ya wahandisi waliotumia gharama kubwa kujenga majengo mabovu zaidi. Hili si jengo lingine bali ni jengo la Millennium Tower ambalo linapatikana San Francisco, Marekani, ambapo alitumia zaidi ya dola milioni 350 kujenga jengo kubwa ambalo lilikuwa na ghorofa 58, lakini jengo hilo lilianza kuzama ardhini na kuinama upande mmoja. Jengo hilo lilianza kuzama kwa zaidi ya sentimita 43, likianza kutishia uhai wa wakazi waliokuwa wakiishi katika jengo hilo. Baadaye jengo hilo lilibainika halikujengwa juu ya msingi thabiti, yani bedrock, hali ambayo ilipelekea jengo hilo kutitia ardhini na wakazi wengi kulikimbia jengo hilo. Lakini baadaye ilitumika kiasi cha dola za Kimarekani milioni 100 kufanya marekebisho ya jengo hilo. Jengo lingine ni The Wake Turkey Building linalopatikana London, UK. Jengo hili lilijengwa kwa mfumo wa kioo ambao uliakisi miale ya jua kwa nguvu sana. Katika tukio maarufu, miale ya jua iliyotoka katika vioo hivyo iliyeyusha sehemu ya gari la mtu barabarani, gari aina ya Mercedes Benz. Baadaye jengo hili liliitwa kwa jina la utani Wake Scorch, yani jengo linalochoma. Ilibidi waongeze kioo kingine Brace Soleil ili kupunguza miale ya joto. Nilijua kina fundi Michael wapo Tanzania tu, kumbe hadi ughaibuni. Hii ni stori moja. Mimi ni Fisesal 99. Usisahau kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii. Instagram na TikTok ni @Fisesal 99. YouTube ni Smile Media TZ na Facebook ni Fisesal-Ezekiel. Ciao ciao. Hii ni stori moja.